Ah. Mke wangu. Karibu mama. Asante za sasa hivi. Salama za huko? Kwa kweli nashukuru Mungu. Umeshindaje hapa nyumbani? Niko poa. Vipi ulikuwa unapitia maandiko hapa? Unamsoma mtumishi Yoshua? Sema huko nikotoka nako jasho. Tembea jua kali. Joseph. Sio pia mwanamke? Naongea na wewe. Ndo na mimi sielewi sasa, maana nilikuwa tu na leso. So ndo umeniwekea leso asubuhi sasa. Shanga sasa hivi natoa. Kwa hiyo umeona kurudi siku ile ukiwa kifua wazi haitoshi. Umeamua kuletea na nguo za ndani za mwanamke wako eti? So hivyo mke wangu. Sasa mimi nawezaje kuchukua nguo huko yani? Hata sielewi. Joseph. Nimevumilia mengi. Watu wananena. Lakini hii chupu umetoa kwa nani? Rema. Mimi sikuitoa kwa makusudi. Na mimi nimeikuta tu mfukoni mwangu. Na hata mimi sijui imefikaje mfukoni mwangu. Maana mimi nilikuwa na leso tu. Ulipata tu. Ni mtu gani anaweza kupata kitu kama hiki ndani ya mfuko wake? Kitu cha ajabu namna hii. Huu ni upumbavu Joseph. Au kuna kitu unanificha? Mke wangu, tafadhali nielewe. Huu ni mpango wa adui tu. Mimi nawezaje kufanya mambo kama haya sasa? Nilipoingia hapa ndani, nilihisi kama kuna kitu cha kitofauti ndani ya mfuko wangu, lakini sikuelewa. Joseph, mimi sio mpumbavu. Unafanya watu wanaanza kunitazama tofauti hapa kijijini. Kila mtu anaongea mume wangu amefumaniwa. Kwa nini lakini? Unafikiri nazidi kuhimili haya yote? Naona hii kazi ya Mungu imekuwa mzigo kwangu Joseph. Lakini mke wangu, unajua wazi ya kwamba kazi ya Mungu ina majaribu. Sasa iweje Mungu asitupe majaribu sisi? Ikiwa kama Yesu Kristo tu ninayemtumikia, yeye alijaribiwa. Na ukiangalia hata Paulo alifungwa. Sasa kwa nini mimi nisijaribiwe? Mimi ni nani kama Yesu Kristo alijaribiwa? Joseph, wacha kuletea maneno ya Biblia wakati moyo wangu unahisi maumivu makali. Tambua hii ni ndoa yetu, sio mahubiri. Joseph, nahitaji jibu la kweli. Hii chupi ni ya nani? Nakuuliza Joseph mara ya pili. Hii chupi ni ya nani? Sijui hii chupi ni ya nani leo. Sijui kwa kweli. Sijui. Lakini mimi ninachojua tu hii ni silaha tu ya shetani kwa ajili ya kutufarakanisha. Malengo yao tu ni kutugawanya, kutufarakanisha. Waondoe amani yetu tu katika ndoa. Lakini kama na wote walichukulia hili, wakaanza kuniangalia kwa macho ya lawama, mpango wa adui utakuwa umeshinda. Kwa nini kila ambaye anapokuja jambo gumu namleta Mungu wako hapa? Hivi wewe uko nje watu wanakuona tofauti. Kama ni hila Joseph, basi adui amefika mbali. Na kamwe haujui kama utasimama.
mimi nitasimama rehema, si kwa ajili ya nguvu zangu, bali ni kwa ajili ya yule aliyenituma kuja mahali hapa. Lakini mke wangu, mimi siwezi nikasimama bila wewe. Kuombe kitu mke wangu, usiruhusu tu maneno ya watu yaweze kuharibu hatima yetu. Ni sawa Joseph, ila nakuonya, lazima ukweli ujulikane. Sitokubali kuwa mke wa mchungaji muhuni. Lazima kesho ende kwa mzee wa kanisa. Nikuombe kitu mke wangu, usiruhusu hasira iwe silaha ya adui kukushambulia. Na ninakuahidi nitathibitisha mimi mwenyewe, hata kama ndani ya nafsi yangu ninaumia. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno, bali kwa kusubiri. Jamani, mna habari? Twende. Yaani yule mama sijui ana tabia gani. Yule mama tulimpa nguo zetu kwenda kushona, lakini mpaka na leo hatujaona nguo. Gani huyo? Mimi si ni yule mama wa pale? Mimi unajua mimi nilikwambia siku hilo kafikiri mimi naongea uongo. Sasa mama Mchemuko, hivi mna habari? Maajabu. Kuna nini tena? Sasa hebu mtulie niwaambie. Tulie niwaambie. Yule mama tuliyompa nguo zetu kwenda kushona ametoroka na nguo zetu. Ndio habari ninayo hapa hiyo. Unasemaje? Dada, Atoroka na nguo? mimi nilikwambia muda mrefu kabla labda mimi naongea uongo. Mimi nilikuwa naongea kitu cha ukweli kabisa. Yule mama hafai. Kwanza ni muongo. Kumbe ndio ulisema ukweli. Si mimi nilikuwa naambia mnafikia mimi labda napiga huku na kule, lakini mimi nilikuwa kwenye sahihi. Nguo yangu tena kitambaa changu kizuri. Jamani. Jamani niwaambie. Yaani hii ni ya kupasua moyo kabisa. Jana mchungaji alionekana akiwa na chupi ya kike, akiwa nayo mfukoni. Na niliona kabisa na macho yangu hivi. Yaani ugomvi wa hapo ulivyokuwa. Yaani na mke wake alipamba moto. Yaani mchungaji akakosa na kusema. Yaani usikauri nikafupi kana maneno kamejipanga kama alikuwa anasomea. Wewe, yule mama ni hatari. Mchungaji alionekana kama ni boya mbele ya watu. Hey! Halo. Yeah! Maajabu. Dada. Yaani huyu mchungaji huyu nilikuwa siamini. Sasa ndo nimeamini kabisa huyu. Unajuaje? Pengine mama Kipala anaongea uongo tu. Yaani Kipala ni mkweli kabisa, namwaminia 100%. Yaani huyu Analisema ni kweli, usibishe. hivi wewe mchungaji unamuoneje? Mchungaji atembee kabisa na chupi kichwani. Huyo mbaba huyo, mchungaji wetu huyo, anatembea nayo. Jamani, ni usiku umeingia, ngoja niende nyumbani kupikia watoto wangu. Ila msahau kufunga kanisa, naamini wewe ndo unafungua wewe. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Jamani nisikilizeni. Mama Kipala aliongea kwa mdomo wake mwenyewe
kwamba mchungaji alionekana akiwa na chupi ya kike mfukoni. Ha! Si kweli. Huyo mchungaji kukutwa na chupi mfukoni. Haya, wenda ikawa hivyo. Haya, tutayaona huko mbeleni. Ni kweli kabisa, maana aliongea kwa mdomo wake mwenyewe. Haya, tutaona kitakachoendelea. Jamani wapendwa katika Bwana, kitu ambacho kinataka kitutawale ni ile hofu ya Mungu na hekima. Kumbukeni kuwa yapo maneno yanaweza yakaongelewa ambayo si sahihi. Kwa hiyo shusheni pressure, angalieni hekima, ni kipi kitafuatia ndani ya mchungaji wetu. Ninawasihi, na si rahisi hayo maneno yanayoongelewa kuwa yawezekana ni sahihi kwa mchungaji. Siamini kwa macho yangu, kwa akili zangu, siamini. Yawezekana kuna kitu fitina inataka kujengwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo kuweni makini, enendeni katika hekima, tutafakari ni kipi kitaendelea ndani ya mchungaji wetu. Nilijaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno bali kwa kusubiri. Oh, Mzee Matei, hii ni hila ya shetani kwa ajili ya kuharibu heshima ya kanisa. Nitawajibika katika hili, lakini kwanza kabisa ni lazima nisuluhishe huu uvumi unaoendelea kutokea. Amina baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma. Mama, kila mtu anamzungumza mchungaji Joseph na ile chupi. Hii ni mbaya zaidi ya yote mama. Nitawaonyesha. Kesho lazima kila mtu awajibike. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma. Wakati haoni njia bado unasema, Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma. Wakati haoni njia bado unasema, Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini.
lakini najua wakati wa Mungu ni bora. Nikiwa dhaifu, nguvu zake huonekana, kwani si kwa macho bali kwa imani natembea. Kuna wakati maombi yananyamaza na machozi yanakuwa lugha ya moyo. Kuna saa